Bwana awabariki ndugu na dada katika wakati tulionao, na wakati huu tutaangazia kwa habari ya kumtambua mchungaji wa kweli. Mchungaji wa kweli ni yupi na aliyeitwa na Bwana tutajua ni yupi. Tazama katika kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu 10 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema, Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi, naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Na watokapo nje, kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Misali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa mambo hayo aliyowaambia. Anasema, basi Yesu aliwaambia tena, amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si, anasema mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Humuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Kwa hiyo tunaanza kuona kwamba mchungaji wa kweli ni yupi, ambaye anakuwa na wito wa kimungu. Tunaona kwamba Yesu Kristo anasema, amini nawaambia, yeye asiyeingia katika mlango wa zizi. Mlango ni Yesu, na tumejua kwamba Yesu Kristo ni neno lililofanyika mwili. Sasa kama ni neno lililofanyika mwili, tunajua kwamba neno ni Mungu. Kwa hiyo lazima kila mtu aingie kwa neno. Anapoingia kwa kondoo, lazima aingie kwa neno. Mtu anapoenda kuwahubiri watu ili kuwavuta kwa Kristo, ili wafanyike kuwa kondoo, kwa sababu Yesu amejitambulisha yeye kama mchungaji mkuu. Kwa hiyo lazima aingie kwa mlango wa neno. Sasa kumekuwa kuna namna fulani ambayo saizi imewekwa kwamba kila wakati watu wamekuwa wakihubiri kwa habari ya sadaka. Ukisoma kwenye Injili ya Yohana, kwenye Injili ya Mathayo, anasema hivi, mimi nataka rehema. Yesu anasema, mimi nataka rehema, wala sitaki sadaka. Hicho ni kitu cha kwanza, kitu ambacho Yesu alikizungumza, kwamba anataka rehema. Yesu hakutaka fedha, na ndio maana Biblia imeeleza kwamba mchungaji wa mshahara, kondoo sio mali yake. Mchungaji wa mshahara, kondoo sio mali yake. Kwa hiyo kuna kitu fulani tunaanza kukipata hapo, kwamba hivi, kumbe watu wengi wanautafuta mshahara. Na ukiangalia kwenye Injili ya Mathayo, amesema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, alafu hayo mengine mazidisho yatakuja. Sasa kuna watu ambao wanatafuta mazidisho. Hakuta mtu nilikuwa nikizungumza na watu fulani mahali sehemu, nilikuwa nikizungumza nao kwamba kumekuwa kuna tabia fulani ndani ya mashirika mbalimbali ya kimadhehebu, kwamba kila mtu ndani ya kanisa atatoa shilingi 50,000 kwa ajili ya jambo fulani. Jambo hilo halipo katika Biblia. Sijawahi kuliona. Hata wewe nikikukabidhi utafute kwenye Biblia, halipo. Ninachokijua, Biblia imeagiza kwenye Wakorinto, anasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, sio kwa huzuni wala sio kwa lazima. Kwa hiyo kuna kitu fulani utaanza kukipata hapo, kwamba
Kumbe unapomtolea Mungu au unapotaka kufanya utumishi kwa Mungu wa kifedha au kwa jambo lolote ambalo unataka kulifanya kwa Mungu, inatakiwa utoe, sio kwa huzuni wala sio kwa lazima kwamba kila mtu fulani atatoa kiasi fulani. Sasa tayari unakuwa umeingia katika hali ya kuweza kumlazimisha mtu aingie katika namna fulani ya kuweza kuingia katika namna fulani ya kumkosea Mungu pia. Unaweza ukamwambia mtu atoe shilingi 50,000, kumbe nyumbani kwake hata 10,000 hajawahi kuingiza kwa wiki. Sasa tayari yule mtu utamuingiza katika hali ambayo ni ya kumkosea Mungu, manake ataingia kutafuta pesa au kukopa hata fedha namna yoyote aweze kufanikisha jambo hilo, wakati uwezo wake haukuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo tunaona kwamba Biblia imetueleza hapa kwamba mchungaji wa mshahara, watu wengi wanatengeneza kwa mfano hata uwezo wa kuzitumia sadaka za kanisa. Kumekuwa kuna namna fulani ambazo watu wameziweka. Sitalizungumzia sana hilo kwa sababu najua kabisa kwamba watu wengi katika mashirika madhehebu wanajua jinsi watu ambavyo wamewekewa kanuni za imani. Yesu Kristo hakuleta kanuni za imani. Yesu Kristo alileta neno na yeye yuko ndani ya neno, kwa sababu anasema mkikaa ndani yangu nami ndani yenu. Yaani kukaa ndani ya Yesu sio kukaa kuingia ndani yake, ndani ya mwili wake. Yeye amejitambulisha ni neno. Kaa ndani ya neno na neno likae ndani yako. Paulo pia aliongezea akasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Maanake kwamba kumbe neno likikaa ndani yako ni Mungu amekaa ndani yako. Maana amejitambulisha hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo neno hilo likikaa ndani yako, maanake kumbe Mungu yuko ndani yako. Ni Roho Mtakatifu huyo atawatia katika kweli yote, na neno ndiyo kweli. Kwa hiyo sasa kumbe kama ni kweli, tutaelewa kwamba kumbe ukweli halisi upo kwenye neno. Sasa neno hili ambalo Yesu alizungumza kwamba mtu asipoingia, yani akawaambia mtu asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo akakwea penginepo, yani kukwea akaingiza akili za kibinadamu, akaingiza hekima za kibinadamu kwenye neno, huyo sio mchungaji sahihi, kwa sababu hatuhubiri ili tujipatie fedha za aibu. Na ndio maana Paulo anasema nilipokuja kwenu nilijitahidi sana kufanya kazi zangu za mikono ili nisiwaelemee. Sasa watu wengi wanawaelemea watu. Haya, amekuja kanisani mzee asiyojiweza ambaye hawezi hata kufanya kazi zake za mikono, ni mjane. Biblia imetupa maelekezo juu ya wajane. Biblia inasema watoto wake wamsaidie huyo mjane, lakini huyo mjane penginepo hana uwezo. Kuna wengine ni wazee hata kutembea hawezi. Sasa kuna watu wengine hawana uwezo hata wa kufanya kazi zao za mikono, lakini tumekuwa tukifanya mambo hayo pasipo kutafakari neno la Mungu. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu kwanza aweze kutusaidia kulijua neno, kumjua. Biblia inasema hivi, ajisifu kwa sababu ananijua mimi na kunifahamu, ya kuwa mimi Mungu napendezwa na haki na hukumu katika nchi. Kwa hiyo haya ndio tunaweza kuyatambua kwamba Mungu alisema apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kwa hiyo sio kufanya vitu kwa ajili ya kumlazimisha mtu atende jambo fulani. Mungu akubariki. Soma neno ujue kwamba Mungu anaeleza nini kwa habari ya sadaka. Basi Mungu akubariki.